nama mvuga iminsi yose yuko isi iragabuwe, isi iragabuye, abantu bose barafise isi yabo. Ivyo nimba atavyo waruzi ubimenye uno muzi. Watu wanaokuita mwanamke unawaambia nini? Katika maisha mtu akiamua kusema uwezo kumbadilisha kaiandika B. De baba ni mwanamke au ni mwanaume? Wanakwambia siri ya kata inajua mtungi. Isaac TV amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Isaac TV. Nama mvuga iminsi yose yuko isi iragabuwe, isi iragabuye, isi hari abantu bose barafise isi yabo. Ivyo nimba atavyo waruzi ubimenye uno muzi. Uno muzi turi tariki 24 z'ukwezi kwindwi umwaka n'ibihumbi 2022. Turi ahantu quelque part mu gisagara cya Bujumbura, hateguwe ibirori bidasanzwe kuri bamwe bigaruriye isi, ariko kandi hakaba ari n'abandi. Impamvu navuze ko n'isi gabuwe nuko hari abantu mu kuryoherwa barira, hari mu kuryoherwa batwenga, hari mu kuryoherwa bakora amarorerwa. Abantu bose bafite rengere baryoherwa. Uno munsi ndagusavye wicare ngaho ndakwereke kimwe mu gice cy'abagize isi. Isi irimo abantu benshi bakunda indirimbo zitekanye, bakunda indirimbo zisaragurika, bakunda indirimbo ziri za hip hop. Abantu bose bafite ibyo bakunda. Isaac TV rero kubera ari mwese shaka ndabereke ingene isigabura. Hari hamwe ko mureba inyuma ino reportage cyangwa kino kiganiro ndaza kwikora mu Giswahili by the way. Kumva zuko ibyo tubona ngaha byose ni mu yindi monde, ni mu yindi isi y'abasanzwe bavuga Giswahili cyane, ariko b'abarundi harimo n'abatara barundi baza mu Burundi kugira baryohere abumva Igiswahili. Atrebiza kugenda gutegumana nanje ngaho Isaac TV Akim Junior behind the camera. Umwanya si munini muraza kubona ibintu byinshi bitandukanye n'ama exclusive interview. Wabonye ngeri sigabuwe iguma ngaho rero birabe.
watu na kope zao hizo. Watu na kope zao usoni utajua ujui. Fundisha kumwelewa alisemesha kipopiki kasema na anashakuwa vibaya. Hatari fire. Jamani kuna chakula kule kinanunuliwa private. Unamwona fundi. Nyama ya kuku, chips nini, fundi chukua kwanza maiki uongee kidogo. Wapenzi mliokuja kupambeza vijana mpo? Mmejipanga? Nasikia haya. Sitaki kusema na mtu leo, kila mtu atasema na kope zangu. Kila mtu anasema na kope. Sitaki kusema na mtu. Ukichoka kusema na kope zangu ndio kule nyuma ya nyumba kuna chakula. Kuku. Jamani pasiarangu. Emilio Sexa. Leo nasema hivi nataka tuzo ya leo ni kusanya yote. Kesho King Star natoka na porti. Nakataa. Najua mtakubali. Kama kupata gari ni 9, iko 8:30 na robo. Leo robo kesho na mtao King Star. Jamani mnikute kule nyuma. Yes, wapenzi wa Isaac TV. Kivyovyote vile nimewambia ishi ya leo, shughuli ya leo tutaongea Kiswahili sana. Inakuaje bro? Bana poa mzee Isaac TV. Siku nyingi sikupati kwenye kamera zetu kaka huko. Bana kwanza nafurahi kuona mmefika hapa leo. Nafurahi sana kabisa, karibuni sana. Asante sana. Edition ya ngapi? Hii show ni ya mara tuli ya pili sasa hivi tumefanya. Mtu anatutazama saa hizi anajiuliza ina watu maalum au ni watu wote wanaingia au inakuwa vipi? Hii ni show inakuwa special sababu ya Waswahili. Unajua Waswahili kule Uswahilini kwetu walikuwa wanatamani wao wanafanyia hizi show zao za Kiswahili. Kwa hiyo nikasema acha tufanye hizi show za Kiswahili lakini tuziboreshe zio kidogo VIP. Kwa hiyo tukasema acha tuanze kubuni vitu ambavyo vitakuwa vya Kiswahili lakini VIP kidogo. Kuingia laki, kuingia 30,000. Baba umeniua. Ndio nimetaka kuuliza hizi pesa kweli wanalipa au ni mzee pale mlangoni ukikaa pale utaona mwenyewe watu wanalipa laki, 30,000. Sio kama show unazizoea za 200. Yaani hata upate watu 30 tayari unaondoka. Yaani unaona hapa watu unaona hapa tayari tunasabia mamilioni yani. Aisee hongera sana. Watu hawakuoni kwenye muziki kivile. Juzi hapo mmeacha ngoma lakini watu wanasema pro hat trend yani haiko. Hatumuoni kama wengine tunavyoona kwenye mashow makubwa hizi na nini. Bro, uko na shida gani? Una tatizo gani mpaka sasa? Mimi nipo sana kibiashara. Ukiangalia mimi ni mtu ambaye naachia ngoma, nikiachia ngoma naweza kaachia nyimbo moja, baada ya miezi 6 ndio naachia nyimbo nyingine. Nipo kibiashara sana. Sasa hivi nauza magari, na natoa China na naleta hapa nauza magari. Umeona, kuachana na hivyo, mimi nawasimamia baadhi ya wasanii hapa. Kama wapo wengi sitaki kuwataja majina lakini nadhani watu wanajionaga wenyewe. Wapo ambao wanawasimamia na distribute nyimbo zao mpaka kazi zao na zimanage, umeona, mpaka video audio nalipa mimi. Kuachana na media online na biashara yangu ambayo ni ya kuuza viatu, manguo. Hapa nimevaa vitu vipya. Kwa hivyo dukani kwangu kule kwa sababu ya kuwaonesha watu kama duka lako liko sehemu gani? Ni vitu liko town. Ni vitu vinatoka South Africa vinakuja Burudi. Ukiangalia hii hapa ni mimi peke yangu, utaiona na mtu. Ukiangalia nimevaa peke yangu, utaiona kwa mtu wote Burundi. Kwa hiyo ni vitu viko na quality tofauti na watu wengine. Hiyo yote ni vitu ambavyo tunafanya biashara. Kwa tafsiri kwamba muziki huujali kivile. Muziki unaniingia kwenye maisha yangu, muziki unaniingizia % 10. 10? Yeah. Lakini vitu vingine ambavyo vinavifanya ndio vinaniingizia hizo % mpaka mimi kujiita bilionea ni sababu nafanya biashara tofauti. Acha ni tag kuna watangazaji wanafanya kipindi kwenye radio yetu PJ Classic FM wanaitwa ni team nzima Republic. Nataka ni watag kwenye haya maswali na ikiwezekana wanisaidie kupasisha maswali haya ili watu wasikie hata kwenye radio pia DJ Pro ameongea nini. DJ Pro, kiukweli au kiuhalisia muziki umeshatuambia unaingiza % 10. Lakini kuna watu wanasema kwamba DJ Pro muziki labda umeshamshinda, labda sio mambo zake, labda amevunjika nguvu sana, amekuwa desi kwa sababu ya muziki. Ina ukweli wowote? Unajua kwa mimi nilijifunza kitu nilipotoka hapa nikaenda South Africa. Nilikuwa na nyimbo ambayo imeiti, hakuna mtu ambaye ashafanya nyimbo kama ya kwangu mimi. Nilikuwa na nyimbo ambayo imeiti sana katoto. Umeona? Nilipokwenda kule nilikuwa nimeenda kishule sababu nipate degree nianze kufanya kazi. Umeona? Nilimaliza shule, nianza kufanya kazi. Niliporudi Burundi, niliona watu ambao niliwachele nyimbo yangu wameiti sana hapa. Wana nini? Umeona? Baada kuangalia wana kitu gani? Alafu mimi nikajiangalia, mimi nilikuwa shule kule, nimesoma nikafanya kazi miezi 6. Nikarudi Burundi nikajiangalia mimi niko different na wao. Kwa hiyo nikasema kwa hiyo kwenye muziki wetu hapa
kuna kipato kidogo. Bora nifanye biashara kuliko kufanya muziki sana. Kwa hiyo nafanya muziki kidogo, biashara sana mzee. Wanaosema kuwa muziki wa Burundi umeshagawanyika vipengele, ni kweli? Kuna muziki wa Waswahili, yani kuna timu ya wasanii wa Kiswahili kama DJ Pro, utamwona Lolilo, utamwona nani huyu Black G, utaona Happy Famba. Ndio maana tuone kwenye hizi show labda za hao wasanii wa Kirundi, tunasema na wengine ndio maana tuone kwenye hizi shows ambazo zinaandaliwa. Juzi palikuwa show ya diaspora sijui nini. Haya yote ni kwa sababu wewe unakubaliana nao kama muziki uko kwenye matabaka. Wasijali hata kama umeugawa, hata kama umefanya ni sijui hicho. Unakubaliana na hili wewe? Sijui hicho kitu. Kama umeugawa, lakini mimi nipo kwa sababu ya Waswahili. Nitawatetea hadi kieleweke. Nasema hivi, watoto wa Uswahilini, wasanii wa Uswahilini, msije ukatika nguvu hata siku hii. Mkatika nguvu kama nimekufa, lakini kama bado nipo nitawatetea kuanzia shows, mtapata show kali. Hapana za Burundi ambazo mnazizoea za kawaida za kuingia franga 1000 2000. Show ambayo wataifanya Burundi ya kuingia 50,000 kila siku nasema. Mimi show nikiandaa mimi kuingia 50,000 au laki. Watafanya hizo show, kuachana na hizo. Watapata matunzo, kuachana na tunzo. Watapata connection za international, kuachana na hizo connection. Kuna collab ambazo watazifanya na wasanii wakubwa international. Lakini sasa hapo unawaahidi hivyo vitu vikubwa, ila ukitazama umebezi sana kwenye wa mama hawa. Kuna nini? Kuna pesa huko au kuna nini? Ni mama zangu, ni dada zangu wanahitaji support yangu. Kwa hiyo leona mdogo wetu bana, mdogo wao ana connection, anajua baadhi ya vitu. Kwa hiyo akasema acha wadili naye. Walinisogelea, ni ndugu zangu, ni dada zangu, ni watu ambao wanajituma. Kiangalia kama Nadia Hamisi ni mtu ambaye alitaka hichi kitu kianzishe Burundi. Ni kitu ambacho kinafanyika sana Dar es Salaam, Tanzania. Umeona? Kwa hiyo nikasema kwa nini nisimsupport dada yangu, ni mtu ambaye anajituma sana. Nikasema basi fresh. Mr. Champagne yuko wapi? Sijamuona na aliahidi. Alikuwepo hapa, anaenda kumchukua mtu afu anarudi hapa. Okay. Ameenda kuchukua bebe wake. Nani? Bebe wake. Mpenzi wake. Yeah. Kaeni chonjo wazee, tutamuona mpenzi wa Mr. Champagne mara ya kwanza. In exclusive. Hapa sasa haraka. Wewe kwenye kipengele cha muziki tumchukue vipi sasa DJ Pro kuanzia leo? Kwenye kipengele cha muziki mchukue kama ni msanii ambaye ni tajiri sasa hivi, hakimbizani sana na watu. Ni msanii ambaye ni mmoja tukitaja wasanii matajiri Burundi hivi DJ Pro. Nipo kwenye zile namba 3. Nipo. Kwa hiyo sikimbizani sana na hawa ambao unawazoea. Tusaidie tupatie top 3 za wasanii matajiri Burundi. Top 3. Wa kwanza mimi, wa kwanza tunakwambia ladies first. Wa kwanza ni Natasha. Natasha ni tajiri ule. Umeone Natasha ni tajiri. Wa pili mimi. Wa tatu bado unamfikiria. Kwa hiyo anaweza kuwa nani? Bado Happy Famba ni namba ngapi? Yuko vizuri na connection zake. Siwezi kujua namba ngapi lakini Mr. Champagne kama namba ngapi matajiri? Na yeye yuko vizuri, siwezi kujua namba ngapi lakini namba 1 Natasha, namba 2 mimi, namba 3 bado unamfikiria. Hivyo. Siri ya pesa kwenye hii game ni ipi kwa kumalizia? Siri ya pesa ni kujituma. Okay. Kujituma tu sana basi inatosha. Tuahidi kwamba siku moja utakupitia tembea redioni. Kuna maswali mengi sana timu ya Republic inahitaji kuuliza. Aliniandikia Buba, okay. Akaniambia nifike redioni, nikamwambia hamna shida, andaeni mimi nitakuja. Asante sana baba. Big up sana. Tusubirie mafanikio tuyaone. Nimeshawaambia hii show imegawanyika, dunia imegawanyika vipengele. Kuna wenye dunia yao, kuna wenye dunia yao. Kwa hiyo kila mtu ana dunia yake. Tusubiri tutayaona. Yes, wapenzi wa Isaac TV, kama nilivyowaambia kwamba leo kuna mambo mengi sana yanajiri hapa ndani ya show nzima iliyoitwa Usiku wa Vijora. Kuna sababu nyingi ziliitwa hivyo na ndio maana kuna wengine hawakuvaa kabisa vijora, lakini hatujui kwa nini. Habari yako? Salama. Uko vizuri? Sana. Swali langu la kwanza haraka. Kuna maswali natakiwa kuuliza na maswali ambayo sitaki kuuliza. Ina depends. Yeah. Okay, sio vibaya kama nikiuliza nikuhoji kama mwanaume au nikuhoji kama mwanamke? Yesu utaona. Sikivyo yote ni sawa. Nasikia ni de papa. Ndio jina lako? Sindano ndogo. De papa sindano ndogo. Yeah. Nilikuwa nakutazama sana hapa, una mambo mengi sana. Yaani wa bodyguard, tuanzie hapa. Wa bodyguard wamekugharimu kiasi gani? Wamenikarimu kiasi ya $5,000. Hawa bodyguard wamewalipa $5,000? Yeah. Okay, kuanzia chini mpaka juu umevalia kiasi gani? Kwa sababu hii inakuwa ni swali moja la kawaida sana, tunapenda kuuliza kila mtu. $3,000. $3,000. Chini tuhesabilia haraka. Sio shida zangu. Hii nani kakuvika basi? Kia Max. Kia Max? Yeah. Wa Burundi? Yeah.
Tukienda kumuuliza de papa amevalia ngapi atatuambia $5,000. Atakwambia majibu anaye mwenyewe. Aise. De papa unafanya kazi gani katika maisha ya kawaida? Mimi ni mfanya biashara wa nguo za kiume na za kike. Okay. Sehemu gani? Buyenzi. Watu wanaokuita mwanamke unawaambia nini? Katika maisha mtu akiamua kusema A, uwezo kumbadilisha kaiandika B. Okay. Yeah. Lakini katika maisha ya kawaida kila binadamu ana hisia zake. Una hisia za kiume, una hisia za kike. Kwa kisi wewe unaniona hisia zangu unazitakia nini au unataka ujue ili uwe nini? Okay, sawa ni baba. Tunahitaji maswali kama hayo wakati tunataka kujua kwa sababu watu wengi wanakuwa wanajiconfuse. De baba ni mwanamke au ni mwanaume? Wanakwambia siri ya kata inajua mtungi. Bas. Yeah. Kwa nini de papa sindano ndogo? Sindano ndogo kwa nini? Neno nini neno fupi sana. Unaweza kujiuliza nini tatizo nini chanzo? Chanzo nini hapa? Bibia siri basi. Nimeshakwambia siri ya kabuti inajua maiti. Okay, sawa. Ndani ya siku wa vijora. Wengine wamevaa vijora, wamevalia na nini lakini wewe umevaa tofauti na wengine. Kwa nini? Mungu aliumba watu kama alivyoumba vidole. Kila mtu yuko gisi alivyo. Sasa siwezi nikamjaji mtu kwa nini hukuvaa kijora. Amevaa alivyotaka lakini usiku wa leo usiku wa pambe za vijora. Pambe za vijora kwa nini hujavaa kijora? Si shida zangu. Shida zako. Okay, sawa. Nimejaribu kutazama show, iko vizuri, mnafurahi na nini. Lakini watu ambao wanaipatia sura nyingine show kama hizi, wewe unawaambia nini? Nawaambia show bila mimi hiyo sio show. Nawaambia show bila mimi hiyo sio show, inakuwa ni show. Show bila de papa sio show, ni show. Yeah. Kuja hapa umealikwa, umekodiwa au umelipa? Yaani ninaweza nikasema nimealikwa. Yaani kama star mkubwa wa Bujumbura. Afu Buyenzi. Mimi ni Mswahili original. Wewe ni Mswahili original? Yeah. Ni star mkubwa wa Buyenzi au wa Burundi? Wa Buyenzi ndani, mzaliwa wa Buyenzi. Yaani kila mtu wa Buyenzi anakujua. Ananifahamu. Kinyume ya Burundi, kinyume ya Buyenzi hakuna wengine wanakufahamu. Yaani na mtoto kimuuliza mwenye iko bilimani akinitaja depa sindano ndogo anajua tu. Sindano ndogo ina maana wewe ni star wa Burundi? Yeah. Wa Burundi? Yeah. Sio wa Buyenzi. Yaani Burundi Bujumbura. Afu sambamba na Buyenzi mimi ni mzaliwa wa Buyenzi. Barabara ngapi? Barabara ya 3. Una wazazi baba na mama? Wote, afu sijawahi kulia machozi ya baba wala mama. Sijawahi kumlilia babangu kafa wala mamangu kafa. Wote wapo. Okay. Sawa. Na moja mwa kitu ambacho huaga unakereka sana kwa wanaokuchukia ni kipi? Moja mwa jambo maneno ambalo kilisikia kwa wale sio kupenda wanakusema wewe kama de papa, kwa sababu unajua utakuwa unaongelea mambo mengi sana, maana hizi purukushani zako tu zimenitisha. Katika maisha yangu mimi binafsi ni mtu kwanza napenda kusemwa. Siku yenye sisemi mimi naumwa. Afu na nikiona sisemu muda mrefu nafanya tukio ili nisemwe. Yeah. Una mpenzi wa kiume, una mpenzi wa kike? Hizo ni shida zangu, sio zako. Sio shida zangu, lakini uko single? Yeah. Upo single? Nipo single. Kwa hiyo tujiandikishe wanaume au wajiandikishe wanawake? Siwezi kujua. Tafakari mwenyewe. Kwa hiyo wote wanapewa nafasi? Sio shida zako. Ndio baba yuko vizuri kwa majibu, hajambo kwa kweli. Ndio baba, acha nisikuchukulie muda sana, lakini haraka haraka. Tuambie mastaa watano Burundi unaokubali wewe kwanza. Mastaa watano. Sawa, wewe ni star, nimekusikia. Star wa Burundi, star wa Buyenzi, lakini mastaa watano wengine ambao unawaelewa angalau. Kwa kwanza Mr. Champagne. Isaac TV.